Adhabu ambazo mzazi au mlezi anaweza kupata kwa kutompeleka mtoto shuleni ni faini isiyopungua milioni 1 na isiyozidi milioni 5 au kifungo kisichopungua miezi 6. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea hapa katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo Chivihi Media tumekutana na timu ya maafisa maendeleo na maafisa elimu msingi na sekondari wakieleza juu ya umuhimu wa elimu kwa watoto, lakini pia athari gani mtoto atazipata endapo atakosa elimu. Chivihi Media tumekuletea undani wa taarifa hii. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Bakari Nangulukuta, ni afisa wa elimu katika kitengo cha elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi upande wa sekondari. Sasa leo hii tutazungumzia umuhimu wa elimu kwa watoto, na tunaposema watoto tunamaanisha watoto wote, wa kike, wa kiume, hata wale wenye mahitaji maalum ambao wamezoeleka kuitwa walemavu. Lakini si vibaya tukajikumbusha tu kwamba elimu ni kitu gani. Tunaposema elimu tunamaanisha ni ule mchakato endelevu wa kukuza uwezo wa kiakili, kimwili, kimaadili ambao mwanadamu anaofuata, na mchakato huu unatumika kama chombo cha kuhamisha maarifa, ujuzi na maadili kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa ajili ya kumnufaisha mwanadamu. Na mtoto tutamsema hapa kwa mujibu wa sheria za Kitanzania. Tunaposema mtoto tunamaanisha ni binadamu yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Sasa tukija kwenye umuhimu wa elimu sasa, mimi nitajikita zaidi katika maeneo matatu, kwamba elimu kwanza ni haki na ni haki ya msingi kabisa kwa kila mtoto. Hii ina maana kwamba kila mtoto wa kike au wa kiume ana haki ya msingi ya kupata elimu bora, salama pamoja na elimu endelevu. Lakini pia haki hii inalindwa na katiba, sheria ya mtoto, sheria ya elimu sura 353 na hata sera ya elimu na mafunzo pia inatoa haki hii. Kwa hiyo tunapozungumza haki, tafsiri yake ni kwamba mtoto akinyimwa elimu, manake umekiuka haki zake za msingi. Lakini ukiacha hilo, jambo lingine nalo ni kwamba elimu ni msingi wa maendeleo ya familia pamoja na jamii. Mtoto aliyopata elimu huimarisha ustawi wa familia kwa kuongeza maarifa, ujuzi na maadili. Lakini si hilo tu, pia jamii yenye watoto walioelimika hujenga amani, mshikamano na maendeleo ya kijamii. Na swala la tatu, elimu ni uwekezaji. Nadhani watu wengi wanafahamu kwamba kwenye uwekezaji unatumia mtaji. Inaweza ikawa pesa, rasilimali watu, nguvu pamoja na aina nyingine za rasilimali. Tunafanya hivyo kwa lengo kwamba baadaye, baada ya kipindi fulani, hivyo vitu kwa pamoja viweze kuleta tija. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa hata kwa upande wa elimu, kwamba leo utatumia gharama kumnunulia mtoto madaftari, sare, chakula wakati wa masomo, lakini akishasoma na anapokuja kukamilisha mzunguko wake wa elimu, ile elimu itamletea tija yeye mwenyewe binafsi, wazazi, jamii anayotoka mpaka taifa zima kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kifupi ni mazingira ambayo ni sehemu tu ya maeneo ambayo tunadhani yanaleta umuhimu wa elimu kwa watoto wote. Naitwa Felista Kyando, ni kaimu afisa ustawi wa jamii manispaa ya Mtwara Mikindani, na kwa upande wangu nitaendelea kuzungumzia faida za elimu. Faida mojawapo ya elimu ni kumlinda mtoto dhidi ya changamoto mbalimbali za kijamii. Inapotokea mtoto hayupo shule, anaweza kukumbana na changamoto za kijamii kama vile mimba za utotoni, ndoa za mapema, ajira ya hatarishi, lakini pia unyanyasaji wa aina mbalimbali na kujiunga kwenye makundi mbalimbali ya uhalifu. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba mtoto yeyote awepo shuleni, kwa sababu shule ni sehemu salama zaidi kwake kisaikolojia, kiakili na kijamii pia. Lakini pia tunajua kwamba kila mtoto ana haki ya kupata elimu, kwa maana ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kwa hiyo kuna usawa wa kijinsia katika elimu, kwa sababu tunaamini watoto wa kike na wa kiume wana haki na uwezo sawa wa kusoma na kufaulu. Hivyo jamii inapaswa kuondoa mtazamo hasi wa upendeleo wa jinsi fulani kwenye utoaji wa elimu. Kwa hiyo tunasema manufaa au tija ya elimu kwa jamii, endapo mtoto wa kike na wa kiume akipata hiyo elimu, ni sawa kwa jamii, ina faida kwa jamii na taifa na familia kwa ujumla. Kwa hiyo watoto wote wana haki ya kupata haki ya elimu. Na mwisho, ningependa kuzungumzia wajibu wa mzazi na mlezi na jamii kwenye swala la utoaji wa elimu kwa watoto. Kila mzazi au mlezi ana wajibu wa kimaadili na kisheria kuhakikisha anamwandikisha mtoto shule
lakini pia anahakikisha kwamba mtoto anahudhuria shule kikamilifu. Hivyo anatakiwa kufanya ufuatiliaji wa maendeleo ya mtoto shuleni. Kwa hiyo jamii pia inapaswa kushirikiana na serikali kuripoti vitendo vyovyote ambavyo vinakiuka haki ya elimu kwa mtoto ili kumlinda mtoto huyo aweze kupata elimu. Naitwa Mwalimu Nicolaus Milanzi, ni afisa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi Manispaa ya Mtwara Mikindani, upande wa elimu ya awali na msingi. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea nafasi ya serikali katika kuhakikisha elimu kwa wote. Kwanza kabisa, serikali inaendelea kutoa elimu bila malipo katika ngazi za msingi na sekondari, na serikali inaimarisha miundombinu ya shule kama tunavyoona, mazingira salama ya kujifunzia, lakini pia na ajira kwa walimu. Lakini pia kama serikali imehakikisha kuwa watoto waliokumbwa na changamoto mbalimbali kuruhusiwa na wanaruhusiwa kurejea shuleni kwa mujibu wa waraka wa elimu namba 2 wa mwaka 2021 kuhusu kuwarejesha shuleni wanafunzi waliokatiza masomo katika elimu ya msingi na sekondari kwa sababu mbalimbali, na mwongozo pia wa mwaka 2022 wa kurejesha shuleni wanafunzi waliokatiza masomo katika elimu ya msingi na sekondari kwa sababu mbalimbali. Lakini pia napenda kuzungumzia pia kuhusiana na elimu na maadili ya mtoto. Kwenye swala hili, elimu humjengea mtoto nidhamu, uwajibikaji, lakini pia uzalendo na heshima kwa jamii. Na mtoto aliyeelimika huwa ni raia mwema na kiongozi mzuri kwa baadaye. Lakini mwisho kabisa, ipo adhabu ambayo inampata mzazi ambaye hajampeleka mtoto shuleni. Mzazi ambaye hajampeleka mtoto shuleni. Adhabu ambazo mzazi au mlezi anaweza kupata kwa kutompeleka mtoto shuleni ni faini isiyopungua milioni 1 na isiyozidi milioni 5, au kifungo kisichopungua miezi 6 lakini kisichozidi miaka 2, au vyote kwa pamoja. Kwa majina naitwa Sofia Halidi, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka Manispaa ya Mtwara Mikindani. Moja kwa moja mimi nitakuja kuongelea kipengele cha athari za kutompeleka mtoto shule. Kama tujuavyo, elimu ni jambo la muhimu na kuna athari kubwa sana za kutompeleka mtoto shule. Athari hizi jamii mnaweza msizione moja kwa moja, lakini zinamlenga moja kwa moja mtoto husika. Usipompeleka mtoto shule, kwanza mtoto atakosa maarifa na ujuzi wa msingi wa awali KK3, kusoma, kuandika na kuhesabu. Mtoto ambaye atakosa hizi KK3, kusoma, kuandika na kuhesabu, moja kwa moja zitamnyima ujasiri wa kujielezea, ujasiri wa kujenga hoja mbele ya watoto wenzie au na jamii kwa ujumla. Lakini pia athari nyingine ambayo inaweza kumpata mtoto ambaye hajapelekwa shule, kufanya kazi za utotoni, ajira zisizo rasmi. Tunaona maeneo yenye mikusanyiko ya watu, kwa mfano stendi, watoto wenye umri wa kwenda shule wako kwenye vituo vya mabasi, wanafanya hizi biashara ndogo ndogo, wengine wanauza maji, wengine wanauza mayai. Kwa hiyo hizi ni athari ambazo moja kwa moja zinaenda kumlenga mtoto. Athari nyingine ni watoto ambao hawaendi shule wanakuwa wapo sana sana kwenye mazingira hatarishi wao binafsi. Mtoto haendi shule, muda wa kuwa shule mtoto yuko mtaani na zurula, anakuwa moja kwa moja kwenye mazingira hatarishi ya kubakwa, kufanywa vitendo vya kikatili. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii kwa ujumla, ni waase jamii, viongozi wa dini, viongozi wa mila, viongozi wa serikali na watu wetu kwa ujumla, tupaze sauti, tuwatoe watoto majumbani, tuwapeleke shule. Sisi tufanye kwa nafasi yetu na serikali nayo pia itafanya kwa nafasi yake. Lengo kuu ni kuwainua watoto, lengo kuu ni hawa watoto wapate elimu ili iweze kuwasaidia kwa maisha yao ya baadaye. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi ya Halmashauri ya Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.